Habari zenu Tanzania. Hii video ni kwa ajili ya Gen Z wa Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla. First of all, nilikuwa nataka Gen Z msije mkajisikia vibaya, msije mkajilaumu, au pia msikubali mtu yoyote awalaumu au akawafanya mkajisikia kama labda sijui let down nchi au nyinyi wenyewe let down. Trust me, dunia nzima ina understand. Mimi personally I understand. Okay? Kama mnakumbuka baada ya yale maandamano ya 29, haya maandamano ya pili yaliitishwa na Gen Z wenyewe. Na mimi nikaya support. And kama mtakumbuka ile, I think ilikuwa kama 2 weeks ago, nilisuggest tubadilishe ile tarehe ya maandamano iwe Christmas Day. Kuna watu walikasirika nilivyoweka ile suggestion. Watu wanataka hiyo tarehe. Lakini mimi nilikuwa naelewa ni kwa nini ni suggest siku ya Christmas. Kwa sababu nilishaona hii tarehe 9 Disemba serikali imeweza kucontrol movement za watu kutoka. Imeshaweza kuzicontrol. Yaani walivyokaza tu sherehe, nikajua hii siku sio. Maandamano Tanzania lazima yawe siku ambao government haiwezi control movement. Hii ndio ilikuwa one of the environments ilifanya yale maandamano ya Oktoba 29 yakatokea. Ni kwa sababu government ilikuwa control movement. Ndio maana nilisema haya maandamano yaanze siku ya Christmas. Sababu siku ya Christmas ni siku ambao serikali haiwezi kucancel Christmas, haiwezi kuambia watu msitoke siku ya Christmas au siku ya mwaka mpya. So Tanzania maandamano lazima yawe kwenye siku kubwa, siku za Christmas, mwaka mpya, siku ya Idi, siku ya uchaguzi, yani siku ambazo watu hawawezi kufungiwa ndani. Kinachohitajika hapa ni kujipanga vizuri na kujipanga na siku ambayo itakuwa ni rahisi zaidi kwa kila mtu kutoka na kuandamana kwa amani. So I'm suggesting maandamano yafanyike siku ya Christmas kama nilivyo suggest before. But then again, wenyeji Gen Z wataamua watakachotaka kufanya. Cha msingi ni kwamba hatuwezi kurudi nyuma ndugu zangu. Lazima tuendelee kupambana. Hatuwezi kurudi nyuma. Tumepoteza watu. Sasa hivi wa Tanzania tunaishi chini ya mtutu wa bunduki. Yaani that's just, hiyo ndio situation iliyopo. Na mtu yote asijidanganye. Sasa hivi wa Tanzania tunatawaliwa kwa bunduki. Tunaishi kwa hofu. Tunaishi chini ya serikali ambao hatuitambui, hatukuichagua. Serikali ambayo iliua wananchi 10,000, zaidi ya 10,000 ili iweze kuwa madarakani. So ni lazima tuendelee kupambana. Tunachohitajika sasa hivi ni kujipanga and to move forward.